wa kuadvance. Nilikuambia Jumapili advancement maana yake, na najua unaifahamu, ilikuwa na mambo mazito. Na leo ninataka nikuletee mwanzo wa advancement. Mwanzo wa advancement. Niweke statement kadhaa ya kwamba ni Mungu atakaye sababisha uweze kuchukua hatua za kuendelea. Ni Mungu atakaye kuwezesha. Mahali tuko na dunia tunayoishi, bila neema ya Mungu na bila Mungu pamoja nawe, utazuazua katika dunia hii. Ni Mungu atakaye kusongesha mbele. Asipokusongesha mbele Mungu, itakugharimu mambo mengi sana ili uchukue hatua moja. In this advancement, maana itakuwa ni kupenya, itakuwa ni kuwa great, itakuwa ni kuwa na wealth, itakuwa ni kuwa famous, itakuwa ni kuonekana. Hii ni Mungu atakaye kuwezesha. Mwanzo wa advancement ni habari njema. Ni lazima kwanza tupokee habari njema. So nataka nikufundishe somo ambalo nimelipa kichwa, linaitwa This is a day of good news. This is a day of good news. Hii ni siku ya habari njema. Hii ni siku ya habari njema. Ili watu waweze kulima mashamba na kupanda, wanafanya hivyo kwa sababu ya msimu. Watu wana mashamba lakini hawalimi wanavyofikiria, wanapopenda. Wanalima wakati msimu wa kulima umeingia. Kwa hiyo ni msimu ni msimu unayetangaza ni kazi gani inastahili kufanywa. Kwa hiyo siku hujulikana ni ya namna gani kutokana na reason ya siku hiyo. Siku si jina Jumatatu, Jumanne, lakini siku wa siku hiyo. Maana kupanda na kuingia shamba na kugharimia tingatinga zikalime, sio kwa sababu una shamba, ni kwa sababu msimu wa kulima umetangazwa. Amen. Hii ni siku njema, kwa maana ni siku ya habari njema. Habari njema ni nini? Habari njema ni sababu ya siku hiyo. It is the reason for that day. So this is a day of good news. Unisikize kwa makini. Hii ndio inaotangaza msimu huu wa 2026. Ni mambo yapi unatarajiwa kuyafanya na unatarajia kuyavuna? Sema amina. Mavuno yako haiko kwenye ndoto zako, haiko kwenye mipango na strategy, lakini mavuno yako yamo kwenye good news za siku. This is a day of good news. What is the good news? It is a day of great joy, kwa sababu the whole year 2026 inaanza kupambwa leo. Yote yaliyo ya kwako unayoyatarajia mwaka huu yanaanza kupewa shape katika habari njema. Malaika alishuka katika Luka 2 mstari wa 10. Malaika alikuja na akaleta duniani habari njema
Luke 2 verse 10. Then the angel said to them, malaika akawaambia, musiogope, maana tazama nawaletea habari njema za furaha kubwa itakayokuwa kwa watu wote. Haleluya. Malaika akasema nawaletea habari njema ya furaha kubwa, na si ya watu wachache, ni ya watu wote. Glory to God. I say ninakuletea habari njema. Hii ni siku ya habari njema. Nasema hii ni siku ya habari njema. Mwaka huu hautakupata kama mwizi, hautakupata kwa mshangao. Utaelewa kabla mwezi wa 4 haujafika, utakuwa unaelewa ni nini inakuja. Utaelewa ni nini iliyowekwa mbele zako. I can tell you, sianzi kwa habari za matisho na habari za kustua, lakini malaika aliyetoka kwa Mungu ili kutangaza msimu mpya alisema ni habari njema iliyojaa na furaha tele. I tell you, your 2026 will be full of great joy. Great joy. I say great joy. Aliyekupangia mabaya atanyongwa na habari hii njema. Aliyesimama kupigana nawe anavutwa kazi leo na hii habari njema. Maana hii habari njema si ya kilio, hii habari njema si ya kufutwa kazi, hii habari njema si ya maombolezo, hii habari njema ni ya furaha kubwa. In the name of Jesus, I cancel every sorrow in 2026. Maana 2026 will be full of great joy. Great joy. Sema hallelujah. I say shout hallelujah. Geukia mwenzako mwambie, mwaka huu nitafurahia. Mwaka huu nitafurahia. Maana inaanza na habari njema, habari njema, habari za furaha kwa watu wote. Wewe ni mmoja wa watu wote, wewe ni miongoni mwa watu wote. So ninakuqualify wewe kwa habari hii njema. Kitu cha kwanza, I qualify you. It doesn't matter ulizaliwa wapi, umelelewa wapi, unafanya kazi ama umevuka mwaka kwa upande gani, lakini kwa habari hii njema, mwaka huu kwako utakuwa na furaha kubwa. Sema amen. Asante Bwana Yesu. So nataka tuende, maana hii na kutangazia kitu ambacho nataka ushike. Now let's go to 2 Kings chapter 7. Usipopata hii, mwaka wako utakuwa unayubayuba, maana hauna mwelekeo. Hakuna kitu kibaya kama safari ambao haina mwelekeo. 2 Kings chapter 7 from verse number 1 is okay. Tunaweza soma tu kwa haraka. Then Elisha said, hear the word of the Lord. Thus says the Lord, tomorrow about this time, a seah of fine flour shall be sold for a shekel, and 2 seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria. So an officer on whose hand the king leaned answered the man of God and said, look, if the Lord would make windows in heaven, could this thing be? And he said, in fact, you shall see it with your eyes, but you shall not eat of it. Now, there were 4 leprous men at the entrance of the gate, and they said to one another, why are we sitting here until we die? If we say we will enter the city, the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit here, we die also. I want you to mark these words. They had 3 alternatives. Na these 3 alternatives zote zilikuwa na hatari isipokuwa moja. They said, kule mjini
watakufa. Kulikuwa na uhakika wa kufa. Wakikaa mahali wako, kulikuwa na kifo cha a must, yani we must die. Lakini tukiwa tutaenda kwa Syrians, kuna 50-50, tunaweza kuishi, na kama ni kufa wanaeka but if they keep us alive we shall live, and if they kill us we shall only die. Only. I will explain some things here. Tusonge mbele. And they rose at twilight to go to the camp of the Syrians, and when they had come to the outskirts of the Syrian camp, to their surprise, no one was there. For the Lord had caused the army of the Syrians to hear the noise of chariots and the noise of horses, the noise of a great army. So they said to one another, look, the king of Israel has hired against us the kings of the Hittites and the kings of the Egyptians to attack us. Therefore they arose and fled at twilight and left the camp intact, their tents, their horses, their donkeys, and they fled for their lives. And when these lepers came to the outskirts of the camp, they went into one tent and ate and drank, and carried from it silver and gold and clothing, and went and hid them. Then they came back and entered another tent and carried some from there also, and went and hid them. Yani hawa jamaa walichukua pesa, kulikuwa na dhahabu na pesa, wakachukua kaokota kutoka kwa tents, wakaenda wakachimba shimo wakazika. Wakarudia tent nyingine, wakachukua mali nyingi, wakienda wakizika. Verse number 9. Then they said to one another, we are not doing right. This day is a day of good news. Sema amen. Hebu sema good news. This day is a day of good news. Lakini wakasema, we remain silent. If we wait until morning light, some punishment will come upon us. Now, therefore, come, let us go until the king's household. Full stop. Now, let's go, because I want you to take points one after the other. Habari hii iliyotokea kule Samaria ilikuwa ni habari ya kutisha. Ilikuwa ni habari ya kutisha. Maana katika sura ya 6 utakuta Elisha alifanyia askari wa Syria mambo fulani iliyowadunisha na ikakasirisha Ben-Hadad, mfalme wa Syria. Elisha alikuwa kwenye maombi yake tu, lakini mtumishi wake akatoka nje akamwambia, tumezungukwa na jeshi ya Syria na wako armed, na hawa watatumaliza, tutaenda wapi? Elisha akamwambia Gehazi, usijali, Mungu akufungue macho uone walio upande wetu ni wengi kuliko hawa waliotuzunguka. Elisha akasema, Bwana, naomba uwafunge macho hawa jeshi wote. Wakafungwa macho wote, wakawa blind, hawaoni. Elisha akatokea akawaambia, sasa mkiwa mmefungana macho, nifuateni niwaonyeshe kwenye mnafaa kwenda. Akawaelekeza, akawapeleka Samaria. Samaria is a city. Akawapeleka Samaria, akawaambia huku ndiko mnafaa kukaa. Wakakaa. Alafu Elisha akaomba, akasema, Mungu, naomba sasa macho yao ifunguke, na upofu kaisha. Wakajikuta Samaria wamezungukwa na jeshi ya Israeli, wameshafanywa mateka, wakaona wanakufa. Mfalme wa Israeli akauliza Elisha, baba yangu we,
niwaue ama nifanye nini? Elisha akamwambia usiue, maana unauaje watu ambao ni mateka wako? Usiue. Wakafanyiwa sherehe, wakala, wakashiba, wakaambiwa sasa endeni Syria mkaambia mfalme wenu Israeli hatushambuliagwi kiupumbafu namna hiyo, tuna Mungu. Walipoenda Israeli ikawa wako na usalama na Syria haikufikiria kuwashambulia tena. Lakini mfalme huu akafikiria hata kama nchi ya Israeli siishambulii, lakini hapa mji huu wa Samaria nitaushambulia. Akaushambulia, akauzunguka, akahakikisha hakuna Muisraeli aliye ndani ya Samaria atakayetoka nje wala kuingia ndani. Wakafungiwa, hawezi uza, hawezi nunua. Walifungiwa hivyo ili wafe njaa, kuwe na njaa. Na in the real sense njaa ikaongezeka hadi wakaanza kula watoto. Siku moja mfalme ametokea, akitembea kwenye kuta hizo, akakuta mama moja analia. Akamuuliza, mama ni kitu gani? Mama akamwambia, mfalme nisaidie. Mfalme akamwambia, Mungu asipokusaidia mimi nitakusaidia na nini? Akamuuliza, lakini shida ni ipi? Ni kwamba jana sisi na mama moja tulikubaliana tukule watoto. Tukaanza na wakwangu jana na tukamchemsha tukakula. Leo ilikuwa tukule wake, amemficha na njaa itatuua. Mfalme akakasirika, akasema hii shida ilisababishwa na Elisha nabii, lazima atakufa. Akaamua ataua Elisha. Ndio akaja akamwambia Elisha, kesho kichwa chako nitakata. Hii shida imetupata, imetoka kwa Mungu na sitagojea Mungu tena. Elisha alikuwa kwa nyumba na wazee, akaongea na wazee akawaambia, mnasikia vile mfalme anatumana? Kesho wakati kama huu kutakuwa na chakula hapa Samaria, maana Mungu wangu anatenda. Kesho kutakuwa na chakula, unga itapatikana na itauzwa bei hii namna hiyo. Mmoja wa viongozi wa mfalme akawa na mashaka. Ndio Elisha akamwambia, wewe utaona lakini hutakula. But what I want you to hear today is the good news. Palikuwa na wenye ukoma 4 waliowekwa nje ya mji kwa sababu wametengwa, maana wao wanaweza abukiza mji mzima na wamefungiwa, hawatoki nje. So hawa wakawekwa nje wakakufe. Hawa 4 wakatengwa na watu wengine wana udhamana, wakafungiwa ndani ya mji, lakini 4 wakawekwa nje wakafe. Na wakati Elisha anatangaza unabii kutakuwa na chakula kesho, hakuita mkutano wa hadhara as many think. No, alitangazia kwa nyumba yake akiwa na wazee. Israeli hawakusikia, mji hawakusikia. Alitangazia kwake nyumbani kwa wazee kwamba kesho kutakuwa na muujiza. La mji kuna wenye ukoma 4. Usiku huo kumetangazwa jioni. Usiku huo mioyo yao ikaanza kuchangamka, wakaanza kuwa na tumaini la kuishi, lakini walikuwa tumaini lao limeisha. All of a sudden there was a spark of hope iliyoingia ndani yao. Hawajui, lakini wanasikia. Hawakati tamaa kama beleni, hawapangi kifo kama walivyokuwa napanga asubuhi. Wameanza kuwa na mabadiliko ya mawazo, wameanza kuwa na change of mind. Wakaabiana, ndugu wewe unasikiaje? Kila moja anasema, kwa nini tukae hapa mpaka tufe? Kwa maana tulikuwa tumejipanga kufa, na hapa ni mahali pa kifo.
but kuna wave imepitia, na hii wave imeleta tumaini, imeleta kitu ambacho si cha kawaida. Wenye ukoma wakaambiana, mimi ninachokisikia, nasikia siwezi kufa. Mwingine naye anasema, hata mimi nasikia kufa siwezi kufa. Pendwa, nataka nikwambie leo, hii ni siku njema, maana ni siku ya habari njema ya kwamba those who are weak and they are candidates of failure, of embarrassment, of frustrations, of poverty, ninayo habari njema. Kunayo tumaini kwamba hata mti uliokatwa unaweza ukachipuka. Kama haukufa last year, haukufi mwaka huu, haukufi mwaka huu. Na achilia wave ya tumaini, wave ya kuishi, wave ya habari njema. Nyosha mkono, sema asante Yesu, sema asante Yesu. Nataka nikwambie leo mpendwa, ya kwamba usiwahi kata tamaa. Hata kama umepelekwa mpaka kona, hata kama aibu inanukia, never ever give up. There is hope in Jesus Christ. I say kunalo tumaini. Huenda ninapoongea leo pesa hakuna, marafiki hawapo, maono unayo lakini hela hakuna, na unataka kutupa maono kwa takataka. Leo ni siku njema, maana ni siku ya habari njema, ya habari njema, ya habari njema, ya habari njema. Waliochekelewa mwaka huu wataheshimiwa. Waliotengwa na kuwekwa nje hawafai kuishi na wenzao, maana watawasumbua. Mwaka huu nyinyi ndio mtawapelekea msaada. If you believe it, shout a big amen. Shout a big amen. I say a big amen. Na kutabiria kwa jina la Yesu, wale wote walikuondoa kwenye list, wote watakuwa kwenye listi yako ya watu wa kusaidiwa. Haleluya. Wale ambao hawakuoni kama unaweza kuwa na msaada mwaka huu, they will become your customers. If you believe it, shout a big amen. Leo ni siku njema, siku ya habari njema. Ndio wenye ukoma wakasema, wapendwa, leo ni siku ya habari njema, leo ni siku ya habari njema. But wait a minute, kabla hata hatujasherehekea habari njema, there is a point I want you to get here, and I want you to get it very well, very well. Hawa wenye ukoma wanne ni watu wanaoakilisha kanisa la leo. Maana kanisa la leo limewekwa kando kiasi ya kwamba afadhali kuitwe wazee wa nyumba 10, waitwe mikutano ya waheshimiwa na wakubwa, kuliko wachungaji na kuliko waliookoka. Kwa sababu kanisa iko chini sana na haionekani kama ina misaada. Ni kanisa limeonekana ni kusanyiko ya watu waliofika mwisho, hawana suluhisho yoyote. Hawa wenye ukoma wanne wanaonyesha maisha tunayoishi leo, na wanaonyesha neema ya tumaini inaoshuka juu ya kanisa leo. Nasema mwaka huu wa 2026, sisi ambao hatuna dalili za msaada wowote, Bwana ametuchagua, Bwana ametupendelea. Sio kwa masomo wala sio lakini kuna neema
ambaye Bwana amesema neno langu la unabii katika taifa la Kenya, katika bara la Afrika, halitaletwa na wenye mabiashara, halitaletwa na wanasiasa. Nimechagua mwili wangu, nimechagua kanisa langu, hata kama limechakaa litabeba neema yangu, litabeba neema yangu. Habari njema ndio hizi, habari njema ndio hizi. Isaiah 61 mstari wa kwanza. Roho wa Bwana yuko juu yangu, kwa maana amenimwagia mafuta niwahubirie masikini habari njema. Niwahubirie masikini habari njema. Niwahubirie masikini habari njema. Habari hii njema sio kwa matajiri. Habari hii njema ni ya masikini. Sema amina. Sema hii ni ya masikini. Hebu geukia mwenzako mwambie si masikini wa pesa. Maana naona wengine hautaki kusema hii habari njema ni yetu kwa sababu unafikiri ni umaskini wa pesa. Hapa there is nothing to do with money. Hapa masikini ni mtu ambaye amejievaluate, amejikagua, amegundua mahali ako hana uweza wowote wa kuishi, hana tumaini lolote la kukaa ndani ya ndoa, hana nguvu zozote za kujisaidia kupanua biashara. Ni mtu amefika mahali ameona Bwana asiponisaidia mimi nimeisha. I'm talking about that kind of poverty. Ni mtu hategemei nguvu za mwili wake, ni mtu hategemei akili za masomo yake, ni mtu ambaye amefika mahali akaambia Bwana Yesu, mimi na maisha yangu yote najirusha kwenye kikapu cha sadaka, nipeleke pale upendavyo, maana bila wewe mimi siwezi. Maskini ni mtu ambaye hategemei pesa zake, anategemea nguvu za Bwana. Maskini ni mtu ambaye hana lolote la kuegemea ndio aweze kusolve shida zake. Amina. Amen. Geukia mwenzako mwambie huyo ndiye maskini huyo. Huyo ndiye maskini huyo. Huyo si kwamba hana pesa, lakini ameamua hata abudu pesa zake. Hata kama anazo imani, maana hategemei mambo ya dunia, anategemea. Maskini ni mtu ambaye Psalms 121 anaangalia milimani, anasema msaada wangu utatoka wapi? Maskini ni mtu ana milima ya kuangalia, maskini ni mtu ana macho ya kuona, lakini ameamua hata kama nina milima, hata kama nina ng'ombe, hata kama nina gari, sitegemei kusimamisha watoto wangu, kusimamisha maisha yangu. Msaada wangu unatoka kwa Bwana aliyeumba mbingu na nchi. If you are that kind of a person, Yesu amepakwa mafuta akuhubiria habari njema. Mwaka huu hii habari njema ni yako. Geukia mwenzako mwambie mpendo ajitie moyo, maana kumtegemea Mungu ni kufanya Yesu akuhubirie. Kwa sababu unajua kuna watu, and you know, sometimes unaangalia watu unashindwa. Watu wanaenda wapi? Mtu amepata ka achievement kidogo tu, na huo ndio mwisho wa kanisa. Huo ndio mwisho wa maombi. Na nikamuujiza kadogo tu, ametendewa muujiza kidogo tu, na mwisho wa maombi umefika. Ameanza kuenjoy, ameenda raha. Kitu hajui ni hii: pesa
hainunui amani. Pesa haileti afya. Maana kama pesa ingeponya, matajiri hawangekufa. I say amen. Nikwambie kitu na usifikiri mimi ni mwenda wazimu. Maskini ndio watakaopewa pesa zote za dunia hii. Maskini wa aina hiyo, si wale hawana pesa. Wale ambao hawajitegemei wanategemea nani? Wale ambao wanategemea ujuzi wao wa biashara. Kuna mahali tunaenda kabisa, kutakuwa na transfer. Nikuonyeshe andiko fulani la mwaka huu. Geukia mwenzako kwanza, mwambie unaenda kuokota pesa. Unaenda kuokota pesa. Hapo tumesoma, umesikia hawa wenye ukomo wakiokota pesa na kuzika kwa mashimo na kuuliza ni biashara gani walikuwa nayo? Si ni maskini tu. Wameona hatutategemea. Sisi ni watu wa kufa. Sisi hatuna nguvu. This poverty is about self-reliance. Ni watu hawajitegemei. Ni watu wanamtegemea Yesu. Sasa andiko lile nataka nikupe. Hii nataka uandike na uweke mistari. Uweke mahali ambapo hautasahau. Amen. Yukia mwenzako mwambie pesa zako ziko. Na ukimwamini Mungu mwaka huu utazipata. Hallelujah. I said hallelujah. Glory to God. Ni wangapi wanaamini unaweza kuwa tajiri? Yaani bila tu kunifurahisha. Unaamini unaweza kuwa tajiri hata kama sahi madeni imejaa? Ni wangapi wanaamini hera unaweza zipata? Unaamini kweli ama ni kunifurahisha? Unajua naona kama unanifurahisha. Haya, ile ya kweli na tutakuongelesha by December. Unaamini mwaka huu utakuwa na gari mpya? Na December tunataka kuiona. Mikono imepungua. Mikono imepungua. Hebu tuende Job 27. Tuende Job 27 haraka. Maana nataka niombe ombi hapa. Maana kuna habari njema hapa. Umeenda wapi my friend? Umeenda Job gani hiyo? Endelea nayo kidogo. Tuende mstari wa 13. Tuanze mstari wa 11. Nitakufundisha kuhusu mkono wa Bwana. What is with the Almighty I will not conceal. Sitaficha. Mstari wa 12. Surely all you have seen it, why then do you behave with complete nonsense? Hiyo imeleta matusi kweli. This is the portion of a wicked man with God and the heritage of oppressors received from the Almighty. Si unaona Mungu ana sehemu ya kupea wale watu ambao ni waofu. Si unaona ako nayo? Mstari wa 16. Ngoja uone waofu kile ambacho Mungu anawapa. Though he heaps up silver like dust. Yani hao watu wana save pesa kama mafumbi. Na wanaweka nguo, mavazi ni kama matope. Yani mavazi yamejaa. Sikia tuendelee. He may pile it up, but the just will wear it, and the innocent will divide their silver. Hallelujah. Sema ijapokuwa waofu wana pesa nyingi kama mafumbi, nguo nyingi kama matope. Hii ndiyo sehemu yao mwaka huu. Sema kwa sauti kama mtu anaamini. Sema ijapokuwa waofu wameweka pesa nyingi kama mafumbi. Geukia mtu mwambie, isikia Bwana, hata kama waofu wana pesa kama mafumbi nyingi kama mchanga,
na mavazi mingi kama matope, na wanaziweka na hawatumii, hawasaidii mtu yeyote. Sisi watu wenye haki tutavaa hiyo mavazi, hela hizo tutazika kwa mashimo. Hii ndio ilitendeka kwa wenye ukoma wanne. It was Job 27 that was being fulfilled kwa mtu masikini ambaye ameamua kuamini Mungu. Wakachukua hatua, wakasema sisi tumerushwa hapa kufa, lakini kwa sababu hatuna nguvu ile tulionayo kidogo, maana wana shida mbili: njaa na magonjwa. Njaa, na unajua hiyo shida ni ya kuua. Njaa na magonjwa, wewe umekufa. Kama magonjwa peke yake inaua, na ukiongeza njaa inaua asubuhi. Sasa hawa jamaa walikuwa wakufe asubuhi kwa sababu ya njaa na magonjwa. Wakasema tukirudi mjini hao jamaa watatuua, tutaongeza shida ya tatu: njaa, magonjwa na watu ambao hawataki kutuona, watatumaliza. Na wao pia wako na njaa. Wakasema tukikaa hapa tunakufa. Hiyo ni hakika, hiyo inajulikana, hata sisi tunajua hapa tutakufa. Wakasema tuache kujitegemea, tuache kutegemea mkono wetu, tuache kutegemea magari ya vita, tuache kutegemea akili zetu. Leo tumtegemee Mwokozi. Tusimame, tutoke hapa, tuende kule kwa Waseria. Wakitupenda tutaishi, wakituua hawakusema we shall die. They said if they kill us we will but die. It is not death, we shall only die. Lakini kwa kurudi mjini, they said we shall surely die. Tukiremain hapa, we shall surely die. Tukienda kule, if they kill us we will only die. So there is something else itabaki. Kule kwa Waseria nina habari njema, sio kwa maadui, ni nje ya mji. Ilikuwa ni Calvary. Maana Calvary ukienda, dhambi inakufa, lakini wewe unaishi. Walisema kule tukienda, wakituua, we shall only die in sin but live in Christ. Sema haleluya. Sema haleluya. Mwaka huu ninakutangazia, nguvu zetu hatupati katikati ya mji, tunaenda Calvary. Calvary, 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 Calvary. Kwa nini pale ni Calvary? Kwa sababu Calvary Yesu alimshinda shetani, akashinda adui zetu. Calvary hatuendi vita, tunaenda kufa katika dhambi na kufufuka kuishi naye katika wokovu. Pale Calvary hatupigani, pale Calvary tunaokota baraka. Hawa wenye ukoma hawakupigana, lakini walitajirika. Walishiba bila kulima, walishiba bila expenses. Biblia inasema yeyote aliye na njaa na aje kwangu, kwangu hasa Calvary, anunue maji, anunue wine, anunue maziwa bila bei, bila pesa. I prophesy to you, through Calvary you will have money without adding your education. At Calvary you will have your clothing, you will have your food, you will have your prosperity. Somebody shout a big amen. I said shout a big amen. Sema amina kubwa kuliko hiyo. Mwambie mwenzako, mwaka huu kwetu ni Calvary, kwetu ni Calvary. Paulo akasema, ninapokuja kwenu sitaki kuona mambo mengi isipokuwa Yesu na yeye akiwa amesulubishwa. Paulo alijua msaada wa kanisa ni Calvary.
Calvary. Na habari njema ndio hii. Calvary, wale wenye ukoma wanne, Calvary walipata chakula. Sema amina. Nasema Calvary hautalala njaa. Nasema Calvary inashughulikia njaa. Yesu alipeana mikate ya miujiza. Calvary ina chakula ya mwili na chakula ya rohoni. You will never go hungry in Calvary. Pale Calvary palikuwa na mavazi, maana pale Calvary Mungu hawezi achilia mtu aende uchi. Wakati Adamu na Hawa walionekana uchi kule kwenye bustani, Mungu alichinja mwana kondoo mfano wa Yesu, akawavalisha ngozi. Calvary, Yesu atafunika aibu zenu. Calvary, pendo aibu yako itafunikwa. Sema haleluya. Nasema Mungu na akuokoe. Nasema Bwana na akuokoe ili afunike aibu zako. Calvary, Calvary walipata wokovu, walipata kusamehewa. Calvary walipata urejesho wa yote iliyopotea. Pale Calvary walipata mali. Pale Calvary walipata kitu kingine, walipata huduma. Sema huduma. Sema huduma. Ndio wakasema leo ni siku ya habari njema, lakini kile tunafanya ni kibaya, tunanyamaza. Hapa si tumekula, tumepona, tumevaa, tumezika mpaka pesa zingine. Sasa hii ni habari njema, lakini habari njema unaweza ifanya dhambi ukiinyamasia, ukikaa nayo. Wacha nikuambie leo, ninakueleza kama wenye ukoma, hii ni siku ya habari njema, lakini tunafanya makosa. Tunafanya makosa. Hatuongei kuhusu matendo aliyotutendea Yesu. Walisema tunafanya makosa. Tunafanya nini? Makosa kwa kutoongea. Wakasema twende kwa nyumba ya mfalme, tuwaambie kile ambacho Bwana ametufanyia. Twende kwa nyumba ya mfalme tuwaambie. Nyumba ya mfalme ni kanisa. Kanisa ndio nyumba ya mfalme Yesu. Wakati wa ushuhuda mwaka huu ndio utakuwa wakati mgumu kwa kiongozi wa ibada, maana mwaka huu hatutafanya dhambi tena. Akasema hii ni siku ya habari njema, lakini tunafanya makosa. Geukia mwenzako mwambie kutoshuhudia ni dhambi kwa Mungu, maana unamnyima utukufu. Na kanisa la leo limefanya baya. Wanatetewa miujiza, wanaokolewa, wanaponywa, lakini wamenyamaza. Wenye ukoma wamekula, wameshiba, wamechukua mavazi, ingine wameficha, pesa wamezika kwenye mashimo, lakini wakasema jameni, hiki tunafanya sio kizuri, maana neema hii tumepewa, tunafaa kupelekea watu wengine. I charge you in the name of Jesus, be a witness of Jesus Christ. Speak all that Jesus is doing to you, and he will be doing even more. Ni washangazi walipoenda kutangaza, walienda wakakuta wale ambao waliwawekaga nje, walikuwa wanawapea chakula, wanawarushia kwa wall, maana wako nje, wanaambia kuleni hiyo. Na inawezekana kuna siku kadhaa walimiss, maana wakati watoto wanakuliwa watarushiwa miguu ya watoto. Sasa kuna siku kadhaa walikosa kula, na hawa wako mjini walidhania wenye ukoma walikufa. All of a sudden wanawaona asubuhi kabla kujapambazuka, wanaambia unajua nini my friend, kujeni kuna chakula yenu. Kaambia wewe, si tulifikiri mmekufa nyinyi hamufai kuja kutusaidia. Wakawaambia sikia, habari za jana ni tofauti na habari za leo asubuhi. Sisi mliokataa, Bwana Yesu alitukubali. Natangazia mtu mwaka huu, you have been rejected. This year Jesus is accepting you. Kuna watu kabisa wanakuongea kama wewe ni mnyama. Mwaka huu
watauliza naweza kumuonaje? Maana kile kinawasubua watu Yesu anamimina kwenu. Natangaza kwa jina la Yesu, tukibishane tukutane Calvary. I said kimbia tukutane Calvary. Tukikutana Calvary hautarudi bila gari yako, hautarudi bila nyumba yako, hautarudi bila watoto wako, hautarudi bila utukufu wa Mungu. Walirejea wakafeed the whole city. I have a confirmation from Jesus. This church JCT and this city of Gilgil, it is going to revive the entire country of Kenya. Hapa Gilgil tunaenda kubadilisha Kenya mzima. Maana hatutegemei utajiri, hatutegemei mambo haya ya dunia, tunategemea Calvary. Simama, nyosha mkono wako, niachilie neema hii. Neema ya watu walio maskini, hawajitegemei wala hawategemei mambo yao. Kuna mahali unaweza sikia ya kwamba wewe ujitegemee. Na kuambia kuanzia leo mwaka huu, hama mahali watu wanajitegemea, kibia mahali watu wanategemea Yesu. Nyosha mkono wako juu mbele za Bwana. Ya mashayanda rabosaya, naachilia neema ya neno hili, naachilia neema ya neno hili. Kila eneo ambao umekataliwa, naachilia neema ya kibali, naachilia neema ya kibali. Nachukua mamlaka niliyopewa na Yesu, naja kinyume na roho wa rejection. Roho wa rejection, you are an evil spirit. I come against you now. You spirit of rejection, you spirit of frustration, I command you in the name of Jesus, die by your roots in the name of Jesus. Maana hii ni siku ya habari njema, hii ni siku ya habari njema, kwamba waliokataliwa watakubalika na Mungu, waliowekwa nje ya mali. Natangaza jioni ya leo, milango inafunguka ili mali yako uyapate, mingi kuliko unaweza beba. Utatafuta shimo za kuficha, maana Mungu anakubariki in abundance in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Somebody worship God. There is an anointing that is breaking every spirit of rejection. Maana ninaona kuna sehemu mulifaa kuwa umeingia, lakini mpaka wa leo wewe unazuazua nje bali na mahali Mungu anataka uwe. Lakini kama anavyonisugumzia leo, ninakufungua. Alisema ni mwaka wa kuweka huru wale waliofungwa. Leo kwa jina la Yesu, habari njema ni habari za kufunguliwa kwako. Kila aliyekataliwa, unatafuta kazi haipatikani, unatia bidii kwa pesa hazipatikani, kuanzia jioni ya leo I break that spirit in the name of Jesus, in the name of Jesus. In the 7 days that are coming, you shall be free, you shall be free. You will have your breakthrough, you will have your breakthrough. If you are a believer, this is a day of good news. You are being set free. Set free, set free. Every spirit of failure, every spirit of frustration, I command you in the name of Jesus to lose your grip over their lives, over their finances. In the name of Jesus, let them go free. Let them go free in the name of the Lord. Every spirit of sickness, disease and infirmities, I rebuke you in the name of Jesus. Let there be healing. Let there be healing. Let there be healing. It is a day of good news. Good news. Healing is good news. Deliverance is good news. Prosperity is good news. I release the grace. Kuna vitu ambavyo miaka ambayo imepita, mwaka ujao ukiwa included, umestruggle nazo. Leo ninaposimama kwenye madhabahu haya,
ninasifikisha mwisho. Hauta struggle nayo tena. Hauta struggle nayo tena. Nasema hauta struggle nayo. Hauta struggle nayo. Kuna vitu unajua havipendezi, lakini umeshindwa kujitenga navyo. Leo kwa jina la Yesu naachilia anointing ya kukutenga, ya kukutenga. Wewe utaadvance, wewe utasonga mbele. Utasonga mbele, utaitanishwa na waliobarikiwa, utatajwa kati ya watu waliobarikiwa, na kuondoa jina lako kwenye list ya wenye ukoma, kwenye list wanaotarajiwa kufa. I declare you are not going to die. This year is your year of advancement. It is not a year of death. It is not a year of failure. It is a year of promotion. Receive your portion in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kila roho wa aibu, ninakutenga na watu hawa. Kama vile jua iliyobali na dunia, uwe bali na maisha yao. Wewe roho wa aibu, wewe roho wa failure, jitenganishe na watu hawa. Maana Calvary ulishindwa na Yesu, ulishindwa na kasi ya msalaba. Sisi hatukuokolewa tung'ang'ane nawe, tuliokolewa ili tuchukue baraka, lakini Yesu alikuja kukuangamiza ili sisi tubarikiwe. Nafungua bingu juu ya kila mmoja wenu. And I declare from now up to coming Thursday, you shall have a mark of difference. A mark of difference. A mark of difference. A mark of difference. In Jesus' mighty name. Give Jesus a better clap and a shout. 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 Amen. Hii ni siku njema, nimemuona Bwana. I want to tell you, all of you ambaye mumesikia ujumbe wa leo, your testimony is ready. Your testimony is ready. Your testimony is ready. Your testimony is ready. Tell your neighbor your miracle is ready. Come on, tell your neighbor it is ready. Mwambie na huyo mwingine it is ready. It is ready. Go for it. Go for it. Mwambie iko tayari. Mwambie iko tayari. Hallelujah. Nikupe neno la kwenda ukitaja ukienda nyumbani, ya kwamba muujiza wako uko tayari, kwamba meza yako imeandaliwa, ya kwamba hautafuti unaokota. Wenye ukoma hawakutafuta, waliokota. Na waondoa kwenye listi ya kutafuta na waingiza kwenye listi ya kuokota. Kuokota, kuokota. Ambia mwenzako ni kuokota, ni kuokota. Ni kuokota, ni kuokota. Hallelujah. Hallelujah. Luke chapter 14 verse 17. Hii ndio neno nataka uende ukiiba kama chorus, ya kwamba meza yako imeshaandaliwa. Kazi yako si kwenda shamba, ni kwenda kula. Sio kwenda sokoni, ni kwenda And sent his servant at supper time to say to those who were invited, come, for all things are now ready. Come, for all things. For all things. Eburudia hapo, come. For all your things, all your miracles are now ready. Are now ready. I command you to come. For all you need is now ready. Is now ready. Your car is ready. Your house is ready. Your progress is ready. Your ministry is ready. All things that belong to you,
they are now ready. So I send you now. Go with Jesus until next week. Go and take all your things, all your things. Next week, come here with a testimony.